Wewe wataka una madhambi fulani wataka kuepuka, jilazimisha na somo. Funga leo, kesho pumzika, kesho kuta funga, hivyo siku moja, sio ngoje mpaka Alhamisi na Jumatatu. Zitakuchukua time, sio? Na wewe wataka kuacha ile madhambi kwa haraka, basi funga leo, pumzika, kesho funga, kesho kuta pumzika, hivyo siku moja. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alionekana katika mwezi wa Shaaban akifunga sana, au katika mwezi wa Shaabani akifunga mwezi wote. Wa alimtum ma'ashara al-islam sababu takhsis nabiyikum alayhi afdalu salati wassalam hadha shahr al-mubarak bisiyam لأنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى ربكم الكبير المتعال. Je, mmepata kujua waumini ama waislamu kwa nini Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama alikuwa akifunga sana katika mwezi wa Shaaban? Mwajua kwa nini? Kilichompelekea Mtume sallallahu alayhi wasallam akashikana na kufunga katika mwezi huu? Tuambiwa لأنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى ربكم, kwa sababu ni mwezi ambao kwamba unanyanyuliwa amali kwenda kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliulizwa, mbona wafunga Jumatatu na Alhamisi? Kuna wakati mmoja masahaba alimuuliza Mtume, mbona wafunga siku ya Jumatatu na siku ya Alhamisi? Akasema siku ya Jumatatu yaumun ulidtu fiha, asema siku ya Jumatatu ni siku ambayo kwamba mimi ndio nilozaliwa, kwa hiyo nafunga na naisha siku yangu nilozaliwa kwa kufunga. Mtume siku ya Jumatatu alipoulizwa kwa nini wafunga, asema ndio siku niliyozaliwa hiyo, kwa hiyo naisha siku yangu kwa kufunga, nakumbuka siku yangu kwa kufunga. Hapo ndio tukaipitisha birthday. Kama wewe wasema birthday ni haramu, una dalili zako. Sisi tunasema birthday ni halali, tuna dalili hadithi hii. Mtume akikumbuka kile Jumatatu kila mwaka, sisi tunasema kwa mwaka mara moja. Ila ile siku yako birthday usipeleke kwa maasi, ipeleke kwa kufanya amali salih. Ipeleke pengine kuleta waislamu nyumbani, waalike waje, upike pilau wale, ufanye dua, Allah akupe umri mrefu, Allah akutengezee kazi zako, Allah akutengezee amali yako, Allah akutengezee kila kitu chako. Haimaanishi kwamba kitu fulani kinafanywa na makufari basi waislamu hawafai kufanya. Tunafaa pia kufanya, lakini tunafanya kinyume kwa nia yetu sisi. Tunafanya kwa nini? Mimi ni siku yangu kuzaliwa imefika, nimeenda kuchukua keki langu, nilileta madrasa pale, nimwambia watoto haya tusomeni dua, Allah nipe umri mrefu, Allah nipe fahamu, tukate keki yetu, tule, tufurahishane. Kuna makosa wapi hapo? Itakuwa sawa. Kuna wale Mayahudi walikuwa wakisherehekea Tasua, wakifunga kwa sababu Nabii Allah alimwokoa nani? Musa na Firaun. Mtume akusema Mayahudi wao wanafanya hili, sisi tufanye. Alisema sisi tutafunga siku mbili. Funga siku ya 9 na ya 10, lakini Mtume hakufikia kufunga siku ya 10, akaaga dunia. Kwa hiyo haimaanishi kama kitu kimefanywa na wasoko Waislamu, wewe Muislamu fai ukifanya, kinao mwelekeo, kinao faida, hakimshirikishi Allah, hakinitoi katika mipaka ya dini, basi tunaenda nacho. Wale speaker unazungumza nao Waislamu ndio walianza. Silezo na Mayahudi. Mbona tutumia msikitini? Tutumia kwa njia ya kheri. Na kingine chochote watakachofanya wao, ikiwa kina manufaa kwetu sisi na hatumshirikisha Allah, tutakifanya tupate thawabu zetu. Kwa hiyo Mtume akiulizwa mbona ufunga Jumatatu, akasema ni siku nilozaliwa. Kwa hiyo birthday yetu, yoyote Muislamu anafanya mwanae birthday ama yeye mwenyewe, hafanyi kimeyahudi. Mtume ndiye alianza. Tena Mtume afanya kila wiki, wao fanya mwaka mara moja. Mtume afanya kila wiki. Narudia tena, usifanye birthday yako kuleta mangoma na maramo na waimbaji na muziki, hapo utakuwa umetoka katika sio. Sema ustadhi alisema ni halali kwa njia zake.
Sasa wewe ukiweka miziki na waimbaji na nini, hiyo shauri yako. Sisi tunasema sherekea birthday yako kwa kuleta watu wa kufanyia dua, kuleta wanafunzi wasome nyumbani kwako, wapike chakula, iwe sadaka. Allah akupe muda mrefu wenye manufaa. Akasema siku ya Alhamisi ni yaumu turfa fihi al-a'mal. Anafunga Alhamisi kwa sababu ni siku ambayo kwamba zinanyanyuliwa zile amalu salih. Kwa hivyo hizi amali kumbe haziendi kila siku mbinguni, zinaenda kwa wiki. Hadithi nyingine iko kwamba amali zinapanda kila siku. Lakini hadithi hii hapa inatuambia kwamba Alhamisi ndio siku za kuinuliwa amali. Tuseme kila siku imepitishwa, alafu apelekwa ile faili ya wiki. Ile amali yako kila siku imeenda, alafu kuna faili ya wiki nzima sasa ya kufunga wiki inaenda. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema wa habu an turfa amali wa ana saimun. Mimi nimependa amali yangu inuliwe nikiwa na mimi nimefunga. Kwa hivyo sababu ya Mtume kufunga Alhamisi na Jumatatu ni hizo mbili. Siku ya Jumatatu ni siku alizaliwa, siku ya Alhamisi ni siku ambayo kwamba amali zainuliwa. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, hadithi kutoka kwa Zaid, qultu ya Rasulullah, ewe Mtume Mwenyezi Mungu, lima araka tasumu shahran min shuhuri ma tasumu min Sha'ban. Hadithi kutoka kwa Usama bin Zaid, alimuuliza Mtume rehma na amani ziwe juu yake, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Mola, lima araka tasumu shahran min shuhuri ma tasumu min Sha'ban. Mbona nakuona wewe Rasulullah unafunga mwezi katika miezi ambayo kwamba ufungi kama unavyofunga katika mwezi wa Shaaban? Lima araka tasumu shahran min shuhuri ma tasumu min Sha'ban. Mbona nakuona wewe katika miezi mingine vile unavyofunga ufungi kama unavyofunga katika mwezi wa Shaaban? Yani kumuonesha kwamba Shaaban mbona unafunga sana ya Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume Mwenyezi Mungu rehma na amani ziwe juu yake akasema kumjibu Usama bin Zaid, dhalika shahrun yughfalu an-nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Kwa sababu Shaaban ni mwezi ambayo kwamba watu wengi wanausahau, na ni mwezi ambao uko katikati ya mwezi wa Rajab na mwezi wa Ramadhan. Ibn kwanza alisema hivyo, alisema anafunga Shaabani kwa sababu ni mwezi watu wanaosahau sana, na ni mwezi ambao kwamba uko katikati ya Rajabu na Shaaban. Wa huwa shakaendelea, wa huwa, na huo mwezi wa Shaabani, turfa'u fihi al-a'mal ila rabbi alamin. Akasema na huo mwezi wa Shaabani ndio mwezi ambao kwamba hunyanyuliwa amali za mwaka mzima kupelekwa kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Fa haqqu an yurfa amali wa ana saimun. Nikapenda amali yangu inyanyuliwe ikiwa na mimi nimefunga. Kwa hivyo katika mwezi wa Shaabani kuna kunyanyuliwa amali. Akasema nilipenda na mimi amali zangu zinyanyuliwe ikiwa nimefunga. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye kwamba hana madhambi, ashasamehewa madhambi yake aliyofanya na atakaofanya na atakaotangulia, amali zake zote amesamehewa madhambi, pamoja na kwa mtume hana madhambi. Lakini Qur'ani ikashuka kumtakasa kabisa. Hata kama ulifanya umeshafutiwa, hata ukifanya mbeleni huko tushakufutia. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam anafunga kwa kusema nataka amali yangu inyanyuliwe ikiwa niko kwenye siku ya saumu. Kwa hiyo mimi na wewe Waislamu pia tunataka tujilazimishe katika mwezi wa Shaabani kufunga. Na wanazuoni wakaenda kusema siku ya kuinuliwa amali ni siku ya 15. Mwezi 15 ile ndio siku ambayo kwamba amali zako za mwaka mzima zapandishwa kwenda kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala, na kunaletwa kitabu kingine ambacho hakina kitu, tunaanza tena mwanzo kuandikwa
zile amali utakazofanya, ima ni khairi au ni shari. Mwezi kama huu wa Shaaban, Waislamu, ni mwezi ambaye kwamba tunatakana tufanye khairi nyingi sana. Ni mwezi ambaye kwamba yattali'u fihi rabbun tabaraka wa ta'ala fayaghfiru li jamii khalqihi illa liman ittakhadha min Allahi ilahan akhar. Ni mwezi ambaye kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuwatokelezea ama yuwashuka, akifanyaje? Akiwasamehe madhambi ya watu wote, wakasamehewa madhambi yao.